Unawafahamu wamisionari waliosambaza Ukristo duniani kote? Kwenda kwenye misheni ya kidini kuvuka mipaka ili kusambaza neno la Mungu sio jambo rahisi kwa kila mtu. Lakini tangu siku za mwanzo za Ukristo, wamisionari wamesafiri hadi maeneo ya mbali kuhubiri Injili na kuwabadilisha watu kuwa waumini wa imani hii. Bila shaka hili halijakosa utata. Hata hivyo, kuna watu maalum waliobeba jukumu hili kwa namna ya kipekee katika historia ya wamisionari. Katika makala hii tunakuletea wamisionari 6 maarufu zaidi katika historia ambao urithi wao bado unaendelea hadi leo. Tafadhali baki nami mpaka mwisho. Vipi, unamkumbuka Sauli wa Tarso? Alikuja kujulikana zaidi kwa jina la Paulo, mtume wa Yesu. Paulo mtume au Mtakatifu Paulo ni mmoja wa wahubiri muhimu zaidi katika historia ya Ukristo. Alisafiri kote katika dola la Kirumi katika karne ya kwanza akieneza Injili, akianzisha jumuiya za Kikristo na kuandika sehemu ya Agano Jipya. Paulo aliandika jumla ya nyaraka 14 ili kuhakikisha neno la Mungu linasafiri mbali ulimwenguni. Nyaraka alizoandika Paulo ni pamoja na waraka kwa Warumi, waraka wa kwanza na wa pili kwa Wakorinto, waraka kwa Wagalatia, waraka kwa Waefeso, waraka kwa Wafilipi, waraka kwa Wakolosai, waraka wa kwanza na wa pili kwa Wathesalonike. Pia aliandika nyaraka kwa watu binafsi, waraka wa kwanza na wa pili kwa Timotheo, waraka kwa Tito, waraka kwa Filemoni, lakini pia aliandika waraka kwa Waebrania. Mtakatifu Paulo amekuwa mchango mkubwa sana katika ukuaji wa kanisa la Kristo duniani kote. Misionari mwingine ambaye ana mchango mkubwa katika kueneza Ukristo duniani ni Mtakatifu Patriki wa karne ya 5. Mtakatifu Patrick aliishi Uingereza chini ya utawala wa Warumi alipotekwa nyara na wavamizi na kupelekwa Ireland. Akiwa kifungoni alizidi kumkaribia Mungu. Alitoroka na kurejea nyumbani, lakini baadaye akarudi Ireland kama misionari. Ana heshima kubwa kiasi kwamba sasa anatambulika kama mtakatifu mlinzi huko Ireland. Giovanni da Montecavigno. Montecavigno alikuwa misionari mkatoliki wa Kifransiskani kutoka Italia. Alizaliwa mwaka 1247. Alianzisha mojawapo ya misheni za awali kabisa za Kikatoliki za Kilatini nchini India na China. Sio maarufu sana huku kwetu, lakini ukizungumzia ukuaji wa neno la Mungu nchini India na China, mchango wake hauwezi kupuuzwa. Giovanni de Montecavigno alifariki mwaka 1328. Misionari mwingine ambaye ana mchango mkubwa katika kueneza Ukristo duniani ni Mtakatifu Francis Xavier. Alizaliwa mwaka 1506. Francis Xavier alikuwa misionari mkatoliki kutoka Hispania. Alianzisha shirika la Yesu, yani Wajesuiti, mwaka 1540. Aliongoza misheni ya kwanza ya Kikristo nchini Japani na kazi yake ilienea India, Malaysia, Indonesia na huko China. Francis Xavier alifariki mwaka 1552. Vipi, unamkumbuka Dr. Livingstone? Livingstone alikuwa daktari, mvumbuzi na misionari kutoka Uskochi. Livingstone alijulikana sana kwa safari zake za utafiti barani Afrika, hasa kwa lengo la kutafuta njia bora zaidi ya biashara, kupambana na biashara ya utumwa na kueneza Ukristo. Alianza kazi yake Afrika kama misionari chini ya shirika la London Missionary Society. Anakumbukwa kama mmoja wa watu waliotoa mchango mkubwa katika uelewa wa kijiografia ya Afrika, kupambana na utumwa na kuanzisha uhusiano kati ya Afrika na Ulaya. Mtu muhimu kabisa katika kuenea Ukristo duniani ni Mama Teresa. Mama Teresa alizaliwa mwaka 1910. Alizaliwa huko Makedonia Kaskazini. Mama Teresa alikuwa mtawa wa Kikatoliki aliyeanzisha shirika la Missionaries of Charity huko Calcutta, India. Alitunukiwa tuzo ya amani ya Nobel na alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 2016. Mama Teresa alijiunga na shirika la Masista wa Loreto akiwa na umri wa miaka 18 na kwenda India kama misionari. Baada ya kufanya kazi kama mwalimu kwa muda, alipata mwito wa pili kutoka kwa Mungu mwaka 1946, akiambiwa aishi miongoni mwa maskini na kuwahudumia moja kwa moja. Mwaka 1950 alianzisha shirika la Missionaries of Charity, wa misionari wa upendo, mjini Calcutta, India. Lengo la shirika hilo lilikuwa kuwahudumia maskini zaidi kati ya maskini.
Walitoa huduma kwa wahitaji, watoto yatima, wagonjwa wa ukoma na wengine waliokuwa wakihitaji msaada wa haraka. Mama Teresa anakumbukwa kama mfano wa upendo usio na masharti na huduma kwa binadamu wote bila kujali dini, kabila au hali ya maisha. Mara zote anakumbukwa kwa msemo huu: sio wote tunaweza kufanya mambo makubwa, lakini tunaweza kufanya mambo madogo kwa upendo mkubwa. Basi ndugu zangu, kwa leo naomba niishie hapa, ikiwa ni matumaini yangu kuwa utaondoka na kitu fulani. Ikiwa unahitaji historia ya mtakatifu yeyote, tafadhali usisite kuuliza katika section ya comment, nasi bila shaka lolote tutakuletea hiyo ili tujifunze pamoja. Cha kufanya, subscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na mambo haya.